to say thank you. Hallelujah. Tuko na sababu zote za kumshukuru Bwana asubuhi ya leo. Ni Bwana ametenda. Psalms 103. We are pressing on. We are shifting. Tunasonga mbele. Tulianzia Januari na Mungu ametushikilia. Tumefika Novemba. Mungu ni mwaminifu. We are pressing on. We are looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hatuwezi peke yetu, lakini Bwana ametuongoza. Bwana anatukumbusha ya kwamba tusisahau faida zake. Ni mengi Bwana ametutendea. We have a reason to bless God. Mwanadamu anaweza kuwa anasaidiwa na roho wa kusahau. Psalms 103. Sometimes mwanadamu anaweza sahau. Usahau yale umetendewa. Na unafocus kwa kile hakijatendwa. Lakini Mungu anakuambia forget my benefits. Daudi anaambia roho wake, moyo wangu, my soul, bless the Lord. Mtukuze Bwana. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Mtukuze Bwana moyo wangu. Unazungumzia moyo wangu. Wakati moyo unakaa kulalamika, unaambia moyo wangu, wewe mtukuza Bwana. Acha kulalamika, acha kuhangaika. Mtukuze Bwana. Unajizungumzia mwenyewe. Watu wanasema unajiita kama mkutano. Unajizungumzia mwenyewe, unaambia moyo wangu, acha kulalamika. Acha kuonesha tendeka. Acha kunungunika wengine wakinungunika. Nasema vile Mungu amefanya. Remember his benefits. Angalia mali Mungu amefanya. Acha kuangalia yale yanatendewa. Bless the Lord, oh my soul. Asubuhi leo ambia moyo wako mtukuze Bwana. Ambia moyo wako usilalamike. Umtukuze Bwana aliyekushikilia na mkono wake. Akakufikisha mwezi wa Novemba. Tunaangalia mwezi wa Disemba, tumalizie huu mwaka. Tuvuke 2026. Ni mkono wa Bwana umetushikilia. Ambia moyo wako mtukuze Bwana. Wacha kulalamika. Read the next verse. Bless the Lord, O my soul. Forget not his benefits. What has he done? He has forgiven all our iniquities. All our iniquities. Amesamehe dhambi zetu zote. Dhambi zako zote amezisamehe. Zote. Hata ile umefanya kwa siri. Hata ile unasema ni mbaya. Dhambi zako zote amesamehe. Ile makosa unazofanya wewe mwenyewe ukataka kuzisamehe. Wakati Mungu amekusamehe na akasahau. Hebrews 10:17 nasema, your sins and your iniquities will I remember no more. Hebrews 10:17. Your sins, your iniquities will I remember no more. Kama Mungu amesema hata kumbuka, kwa nini unakaa ukikumbuka yule ulifanya? Hiyo ulifanya Januari. Kuna wengine wamebeba mpaka Januari, ya March, April. Huko nyuma wamebeba mambo. Ya nini unabeba, utapeleka wapi? Mungu mwenyewe amesema hata kumbuka, na wewe unakumbuka ya nini? Kama Mungu amesema amekusamehe dhambi zako zote. Dhambi zako zote nimekusamehe. Hata wewe jisamehe. Praise God. Hata wewe jisamehe. Kuna wengine hawajisamehe. Mungu anakusamehe lakini wewe umebeba tu dhambi. Kuna hadithi moja nataka tuiangalie. 2 Kings chapter 5. Review your connection with God this morning. Review your connection. Kama kuna any loose connection in this service, you want it to be tight. 2 Kings. 2 Kings. Chapter 5. Hapa tuko na hadithi moja. Mfalme wa Syria, Naaman. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master. The man he was a great man. Naaman was a captain, and he was a great man with his master. And honorable, alikuwa na heshima yote, because by him the Lord has given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in Varan. It's that the presence of God will be with you always. When you're connected to God, you move with God. The presence of God is with you. Hauhitaji kutafuta uwepo wa Mungu sana. When you're connected with God, ukitembea kwa njia uko na Mungu. Ukilala uko na Mungu. The presence of God
is with you always. You are always connected with God. The hand of God is upon you always. When you are connected with God. Psalms 1 verse 3 nasema kwamba utakuwa kama mti umepandwa kwa maji. Hata wengine wakiparara, hata wengine wakikauka, wewe una shine. Hallelujah. Praise God. Desire to be connected with God always. The presence of God will be with you. Another reason. Tunaangalia Shadrach, Meshach na Abednego wakitupwa kwa moto wakiwa watu watatu. Wakati viongozi walienda kuangalia the king ambaye alikuwa amesema waabudu image, the golden image, wakakataa. Alikuta watu ni 4. Wameongezeka, walikuwa 3, walikuta 4. The Son of God was there. The presence of God will be with you. Hallelujah. Ukisimama na Mungu, when you are connected with God tightly, the presence of God will be with you always. Usiku na mchana ukitembea. Another benefit of carrying the presence of God, God will strengthen you. He will give you strength to overcome. God will give you strength to overcome. Majaribu ni mengi tunapitia wenye haki, lakini God will give you strength when you're connected with Him. Tunaona Joseph wakati alikuwa anafanya kazi kwa Potiphar. In Genesis 9 verse 12 inatuambia kwamba wakati bibi ya Potiphar alikuwa anataka kufanya dhambi na Joseph alimwambia, mimi siwezi fanya dhambi mbele ya Mungu wangu. Joseph could not compromise because he knew his connection. When you are connected with God, you cannot compromise. Joseph amekataa kufanya dhambi na queen. Hiyo heshima kulana na queen si kubwa. Queen na mamlaka zake zote na nguvu yake yote. Lakini Joseph alikataa kucompromise, na wakati amemshika nguo, Joseph akatoroka. Hallelujah. You are connected with God, you cannot compromise. Our brothers, you cannot compromise. Praise God. When connected with God unakuanga na utukufu. Na watu wengi wangependa kuunganishwa na wewe. Lakini kwa sababu ya connection ya Mungu, never compromise. God will give you power and strength to overcome. Hallelujah. Praise God. Mungu atakupatia nguvu ya kushinda. When you are connected with God, you are given power to overcome every trial, every temptation. Mungu anakupatia nguvu ya kushinda. You will be spiritually fruitful. When you are connected to God, you will be spiritually fruitful. Hizo baraka ambazo